hata nikifanya hilo labda watu wakubaliana wenyewe mchezo. Sio labda hii ni michezo wanaamua kuchezeana wenyewe. Inapopita, kila saa inapopita kuna matukio ambayo yanatokea. Pengine umepitia changamoto nyingi, pengine hujapitia changamoto nyingi. Unayemwona ni mwanadada mrembo ambaye ana kisa na mkasa wake, anataka kushare na wewe unayemtazama. Niazime masikio yako kwa dakika chache ambazo kuna mkasa unaweza kuupata ukawa funzo katika maisha yako kwa kupitisha katika tukio fulani. Sasa nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, utayabonyeza kisha utabonyeza alama ya kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata update na habari zetu. Mambo poa. Hivi mara ya mwisho kuambiwa unapendwa ni lini? Leo asubuhi. Nani alikwambia nakupenda? Mama yako. Sasa kazungumzia ule upendo wa mwanaume na mwanamke ambao unahusisha mahusiano, yani mahusiano ya kufunga ndoa, mahusiano ya uchumba. Yaani hivyo tu kwamba mtu anataka kujiweka kwa na mahusiano. Kwa sasa sipo kwenye mahusiano yote. Kwa nini? Hapana, ni maamuzi yangu tu. Kwa maamuzi kwa single. So vizuri. Inategemea. Tumeamuliwa kuja kuuzana kuongezeka tu, uwe baba, uwe mama au awe baba. Watoto hapo tu. So kwenye mwili wangu kwa muda wote watatoka. Una uhakika gani kama wapo? Najua. Huo ulikuwa ni utangulizi. Ninataka kushare na wewe mtazamaji, lakini kubwa ni kukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, utayabonyeza kisha utabonyeza alama kengele. Umetupa story ya kwenda beach na matukio ambayo yalikuta. Labda mtazamaji anatamani kujua, beach ilikuwa ni mara yako ya kwanza kwenda beach? Hapana, nimeshawahi kufika. Ulishawahi kufika. Hivi mavazi yale yanayovaliwa beach, wewe kwa mara ya kwanza unaenda, ulihisije? Nilipoenda mara ya kwanza kuisije kwamba baada ya mimi kuyavaa. Hapana, yani kwamba ulivyowaona watu wamevaa mavazi kama yale, wewe kichwani kwako nini ambacho kilikujia? Yani baada ya kuona mavazi yanayovaliwa kule. Kiukweli nilishangaa tu, maana mimi binafsi sikuwahi kufikiria kama naweza nikavaa vazi kama lile alafu mbele za watu kama vile. Na labda kwa mara ya kwanza umelivaa lile vazi, ulikuwa upo ni mtu wa aina gani, kwamba ulijisikia comfortable, ulijisikia tu sawa, ulijisikia aibu au ulijisikia? Nilijisikia aibu, maana nilivaa tu kwa vishawishi vya wenzangu, lakini mwenyewe sikupenda kabisa yani. Kwa sababu nilikuwa kitu ambacho sikiwezi na naona kama mwili wangu wote unakuwa nje. Kwa sikuwa comfortable kiukweli. Kwa mara ya kwanza unaenda beach, ulishawishiwa au wewe ulipenda au kuna mtu ilikuwa ni mtoko kwamba ulitolewa kwamba twende beach? Ni rafiki zangu tu tuenda kutembea basi. Ulienda kwa influence ya marafiki zako au wewe mwenyewe ulikuwa unapenda kwenda? Yaani kwamba ulienda tu kwa shinikizo kwamba walikwambia tu twende, ila wewe ulikuwa upendi, au ulienda ukiwa unapenda? Nilienda kwa kupenda tu, tulishauriana twendeni beach tukapiga story au nini tukazurure, hivyo yani tukakubaliana tukaondoka. Na lengo lako kubwa kwenda beach ni kubadilisha tu mazingira au ulikuwa unataka pia kwenda ukaogelee, ufanye na vitu vyote vinavyofanyika beach? Kwa sababu beach kuna kuogelea, kuna michezo ya kwenye mchanga, yani kuna mambo mengi. Kwa wewe ulikuwa unataka tu kwenda kwenye mazingira hayo, au lengo lako kubwa ilikuwa kuogelea, au lengo lako kubwa ilikuwa kubadilisha tu mazingira? Lengo langu kubwa ni kubadilisha tu mazingira, kwa sababu kwenye maji naogopa. Kwa hiyo sikufikiria kama nikienda nitaoga au vipi. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kwenda kubadilisha tu mazingira, kuangalia watu nini hivyo. Kwa hiyo hujawahi kuogelea hata swimming pool? Hujawahi kuogelea? Sijawahi. Na hauja katika pita yako ya mahusiano, kwa sababu najua uliwahi, hata kama huna mahusiano this time, kwamba uliwahi pitia katika mahusiano. Hujawahi kupitia kwenye mahusiano alafu mtu akakwambia kwamba natamani twende tukaogelee au twende tukaogelee swimming pool, labda hujawahi pata mwaliko huo? Hapana. Sijawahi kwa kweli. Kwa kumbe bado hujapitia hilo? Sijapitia. Basi mimi naomba tukitoka hapa kwenye kipindi nikutoe twende nikupeleke swimming pool. Sawa, kuna shida. Kwa unakubali, upo tayari? Tayari. Hujakoma uliofanywa huko? Ni sehemu tofauti. Unajua sehemu ya swimming pool inakuwa sehemu ambayo imetulia, kuna watu wastaarabu, tofauti na zile beach zetu. Nimekupata kitu. Kwa kwamba unamaanisha kwamba kwenye bichi kuna watu wa aina mbalimbali ambao wanaenda, watu wa ovyo, watu wa nini, lakini wanaenda swimming pool ni watu ambao wanajitambua nini wanaenda kukifanya. Yes,
Mtazamaji, huu ulikuwa ni utangulizi wa kile ambacho tunaenda kukizungumza. Labda sasa siku ya tukio, kwa sababu umeshatuambia kwamba bichi ulienda mara nyingi, mara ya kwanza kutegemea kuogelea. Sasa tunataka ile siku ambayo ulifanya uamuzi wa kuingia kwenye maji na kuogelea na kufanywa hilo tukio, kuwaje mpaka ukashawishika ukaingia kwenye maji? Ni wenzangu tu. Baada ya kufika kule tukaona kuna watu wengi wanaogelea, kila mtu yuko na mwenzie. Kuna wale wengine wanaitwa sijui beach boy, wenyewe ndio ambao kama huwezi kuogelea wanakufunza. Kwa hiyo tulienda tukawakuta wale wenzangu, bwana tuoge. Mimi sina nguo za kuogea. Pale wanakodisha na manguo unavaa, wanakodisha sijui nini. Nikamwambia basi sawa. Baada ya kunishawishi vile tukaenda. Ngoja kwanza hapo kwenye kukodisha zile nguo, wewe hukufikiria kwamba nguo wanavaa watu wengi? Anavaa huyu, anakuja mwingine anakodi. Hukufikiria kwenye swala la kiafya kwamba zile nguo pengine kuna changamoto ya kiafya, kwamba wewe ulikuwa tayari tu kwamba kwa sababu kuna magonjwa ya ngozi, upele nini, kwamba unaweza kupata mtu aliyovaa akawa kidogo kuna changamoto? Hukufikiria hilo, uliona tu salama tu? Mimi ninavyojua mtu akitumia zinaenda zinafuliwa. Kwa hiyo hayo mambo mengine sikuwaza kwa haraka, sikuyawaza. Nilichokawaza pale kwenda kuchukua tu na kuvaa. Mambo ya maradhi sijui nini sikufikiria juu tu, mtu akitoka zinafuliwa zinaanikwa. Hivyo. Okay, sawa. Tuendelee sasa. Baada ya hapo ukaenda kwenye hiyo kwamba kukodi nguo, ikawaje kuaje baada hapo? Baada ya kwenda kuchukua zile nguo nilivaa, tukaingia kuogelea pamoja na wenzangu. Wenzangu wao kidogo sio waoga, wanaenda mpaka maji marefu nini. Mimi niko zangu tu hapo kwenye maji madogo najilimbwasa peke yangu. Sawa, wameenda. Kwa maana yake ulikuwa unachezea tu maji au uogelee? Ni maskini ya Mungu, pole. Asante. Kwa baada ya kuwa naoga pale peke yangu, nikatokea beach boy na maboya yake. Baada ya kufika pale, vipi poa, mzima. Mbona uko hapa maji madogo? Nikamwambia kwa sababu nimependa kuoga hapa peke yangu. Tuna wenzangu hapo kule. Kwa mimi kwenda kule maji marefu sio mzoefu sana. Kwa hiyo ndio maana niko hapa maji madogo. Haya sawa, akaniambia basi naomba twende tukaogelee kule nikakufunze. Nikastuka kidogo. Sasa kwa nini alitumia kauli ya kusema anakuomba? Kwa sababu wewe ndio mwenye shida, wewe ndio ilibidi muombe. Wewe ulichukuliaje hiyo kauli kwamba anakuomba wakati wewe ndio mwenye shida? Sikujua ni kwa nini, na ndio maana kidogo nilishtuka. Maana nikasema mtu tu haja kuambia niomba nikakufunze kuogelea. Ningekuwa na mtaji mwenyewe ningemwambia nipeleke au vipi, lakini yeye kaja tu bana tu nikakufunze kuogelea. Kidogo nikasita, nikamwambia kiukweli hapana. Mimi maji marefu kwa siwezi kwenda. Mimi nitaoga tu hapa kwa sababu nimelizika mwenyewe. Hapana, sio vizuri, sio nini. Unaona wenzio kama kule una enjoy. Unaona wengine wale kule wanafundishwa, wote ni kundi moja tu tunawafundisha. Nikamwambia basi sawa, hamna shida. Akanichukulisha boya akanivisha. Tukaenda mpaka maji marefu ambayo hata mimi mwenyewe sijawahi kutegemea kama. Ngoja kwanza, wakati mnaenda yeye mlikuwa mnaongea mmenyamaza kwamba mnaenda kibubububu. Ilikuwaje kuaje? Ni kwamba wakati sasa hapo mnatoka sasa kwenye hayo maji. Maji mafupi ambayo ulikuwa unaogelea wewe. Mnaenda kwenye maji marefu. Alikuwa anaongea nini? Hamna chochote zile kunitia moyo tu, usiogope maana nilikuwa muoga. Na yeye akaambia bana usijali, ya maji sio ya kawaida, sio nini. Hivyo ni mpaka tunaenda. Ambako mlikuwa mnaelekea kutoka kwenye maji mafupi kuelekea kwenye maji marefu. Ni sehemu ambayo ilikuwa ina watu wengi, ni sehemu ilikuwa haina watu, au ilikuwaje kwamba mlikuwa mnawafuata watu au mlikuwa watu mnawacha? Tunaacha watu upande mwingine na sisi tulikuwa tunaenda upande mwingine kabisa. Yes. Kwa hiyo mpaka wenzangu waliko tofauti na mimi ambao nilikuwa naenda. Kwa tukaenda hivyo. Baada ya kufika kule akaanza sasa, hapa vipi nikikuacha hapo naweza kurudi? Nikamwambia kiukweli hapa mimi siwezi kurudi kwa sababu hata ukiniacha hapa hata kusema nitaogelea nikafika pale siwezi. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia hamna, siwezi tu, mimi muoga wa maji. Haya, sasa akaanza kurudia sasa. Sasa tunafanyaje? Mnafanyaje nini tena? Nikamuuliza tunafanya tena kuhusu nini? Mimi nimetokea tu kukupenda, sijui nini. Nikamwambia sasa umetokea kunipenda na huko kwenye maji vipi? Na kwa nini wewe huko kwenye maji? Hata pale mchikavu ungeweza tu kuniambia. Hamna, unajua ningekwambia pale usingeweza kunielewa.
Ndio maana nikaamua kuleta huko kwenye maji makubwa, na vile umeniambia kuogelea uwezi, nikaona hii ni fursa hii. Kwa alikuchana mazima kwamba ni fursa kwa sababu huwezi kuogelea. Alimchana kabisa kwamba hii ni fursa ambayo nimeona mimi niitumie ili niweze kufanikisha jambo langu. Nikamuuliza, na sasa kama sijui kuogelea vipi hapa, nikikwambia ndo naweza kuogelea niache ndoka zako, utafanyaje? Najua uwezi, kwa sababu nimekuonekana tu nikikuangalia tunajua kwamba kuogelea huwezi. Kwa hapo alikuwa anaongea kwa kauli ya kukutisha, kauli ya kukubembeleza, au ilikuwaje? Sijaelewa, kwa sababu kama alikuwa anatumia ubabe kwamba alikuwa hakubembelezi tena na kutisha, au alikuwa ilikuwaje? Hiyo ni kama vile kutumia kitu command, maana sio kunibembeleza. Yaani kwa kunibembeleza angekuwa tu ameniambia kaida, bwana muda mimi nikupenda sijui nini, lakini sasa yeye anatumia kwenye vitisho kwamba nitakuacha huko kwenye maji makubwa kama utonikubalia, ili mimi niondoke zangu na nikuacha hapo na kunywa maji vikombe. Unajua kuogelea kama uwezi unahangaika sana. Kwa hiyo mimi nikabidi nianze sasa kuogopa. Nikamwambia sasa hapa mimi nafanyaje? Akisema kweli ananiacha, hapa sina kufa, na nikisema nimkubalie kwenye maji kama huko, yaani nilikuwa kwanza niliogopa. Hapa najiuliza hata nikisema labda nipige kelele, kwanza hamna hata nisikia. Kule watu wako mbali. Yes. Kwa hiyo sasa labda wewe katika maisha yako, katika kati za kukua maisha, kwamba uliwahi kutana na moment yoyote ambao uliwahi lazimishwa kufanya, yani kumpenda mtu, yani uliwahi lazimishwa kumpenda mtu? Hapana, na hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kupitia maji. Labda ulipokuwa anakuambia haya, alikuwa anakuangalia usoni au ilikuwaje? Ananiangalia kabisa yeye. Na wewe ulikuwa unamwangalia? Na mimi namwangalia. Na alikuwa hakopeshi macho kidogo kuona aibu kwa kile alichokuwa anakisema? Hapana, alikuwa yuko serious kabisa, kanikazia kabisa macho, anaongea. Alikuwa anamaanisha anachokisema au yani wewe ulikuwa unamhisi ni mtu ambaye kweli yuko serious na jambo, au kwamba alikuwa anaongea kitu? Kwa mara ya kwanza tu nijua labda kama ananitania, sikuelewa kama yuko serious hivi. Lakini muda unavyozidi kwenda na mimi ninavyozidi kukataa vile, na yeye ndo vile anazidi kuniongezeshea mambo. Sijui mimi hapa nakuacha, mimi naondoka zangu. Nikamwambia hapana, mimi sio kweli hapa, hata ukiniacha ili boya kule sirudi. Kwa sababu siwezi kuyachezea hivi maji. Basi kama ni hivyo, tuna nini tu hapa tufanye kidogo. Tufanye nini? Tunamalizana tu kwenye maji. Sijui nataka mmalizane kwenye maji. Nataka tumalizane kwenye maji. Nikamwambia kiukweli hiyo mimi usinisamee, siwezi. Kama unaniacha nife, niache. Akanitishia kuondoka, akasema hapana. Nikamwambia kwa kweli unaondoka? Wewe unarudi mwenyewe au utakaje? Nikamwambia hapana, njoo kwanza. Yaani njoo tu tuongea. Akarudi. Nikamwambia sasa kakangu, sasa nikwambie, kwenye maji humu sio kweli, kwa sababu vitu vina starehe yake na vina raha yake. Hatuwezi tukafanya hapa kwenye maji. Kwa hiyo kitakaje? Nikamwambia hapa cha msingi na cha sekondari. Turudi tu kiustaarabu. Mimi nitakukubalia au tuseme nimekukubalia, lakini sio kufanya huko kwenye maji. Wala hata tumekule mchikavu. Tutoke, hata kutoka twende guest mwenyewe nitalipia, ni kama ni shida hauna pesa sijui nini. Na hapo ulichokuwa unakisema kwamba labda mtoke kwenye maji muende guest utalipia wewe, ni kweli ulikuwa unamaanisha kuna mdanganya? Sikuwa namaanisha. Lengo langu ni kwamba tutoke pale kwenye maji, tukifika huko mbele mimi mwenyewe ninajimudu, kwa sababu mchikavu ninaweza kumwambia chochote au kumwambia chochote, lakini kule yani ile ni trick tu kwamba alegee kidogo. Kwa pale kwamba ilikuwa nguvu ya maji ipo, nguvu ya mamba ipo kwenye maji, kwamba kule yeye ni uwanja wake. Kwa hiyo unataka mtoke mrudi kwenye uwanja wako wewe. Ndio hicho ambacho nilikuwa nakimaanisha, lakini siko kwamba ninamwambia eti niko serious. Kwa hiyo nikamwambia tu bwana, nikamlagai maana hapa tuondoke tu, ila huko kwenye maji sio vizuri, kwa sababu hata macho watu wako wengi wakiona hivi, kwanza kinajulikana kwamba anaweza akatwist kabisa, wale wanafanya nini pale? Nafu kiangalia mimi hata kuzamia hapa dakika 2 siwezi. Unahisi nafanyaje? Kwa uko serious? Nikamwambia mimi niko serious. Niko razi kabisa tuondoke hata nchikavu kule. Ngoja, wakati nyinyi mpo hapo, mpo wawili sehemu ya peke yenu, ukiangalia kwa pembeni labda kwa mbali mnaona watu. Labda mliwaona watu ambao wamekaa kama nyinyi, yani kwamba watu wawili ambao wapo tu kama nyinyi.
wapo tu, lakini sio kwamba wamekaa kama sisi tumekaa muda mrefu na tumekaa kama tulivu kabisa. Akiona unajua wale wanaongea sijui nini, wao wapo tu wanafly, mara wamebebana wanafanya hivi hapo. Wale ujisi kama ni wapenzi, hawana kama wewe, yani moment kama hiyo. Labda wale ni wapenzi tu wenyewe, wapenzi kama wapenzi wameamua kuogelea hivyo. Tofauti na sisi ambao aliambia tu nikakufundisha kuogelea, kumbe alikuwa na lengo lake lingine. Kwa hiyo ikawa hivyo. Nikamwambia basi tufanye hivyo, twende tukule mchikavu. Mimi nitakuelewa na nitakubali, nitalipia mimi mwenyewe geti, yani hata kulipia gesi mimi nalipia. Vipi kuhusu wenzio? Nikamwambia wale wenzangu wapo tu. Tunaacha wanaogelea, wao sio kuja kuogelea na pale wanaoga unaona. Kwa hiyo tunaondoka tu dakika ngapi tutafanya mambo yetu tunaondoka. Akasema ngoja nikufikirie. Bado